Mapambano ulionayo leo ndiyo mafanikio yako ya kesho. Lakini ukiendelea kubweteka leo, basi taabu yako inakuja mbele. Hii haifananishwi kama ndoa. Ndoa hupewa cheti cha ndoa kabla kuingia katika ndoa. Hii humaanisha kwamba utakapoingia kwenye ndoa, magumu ni mengi lakini yapasa kuyavumilia. Lakini siyo katika maisha. Katika maisha unapofeli leo, kesho itakuwa ni taabu sana. Yaani, huna guarantee ya maisha yako. Yaani muda wa kuishi katika dunia. Yaani hauda kamili. Mtu mmoja aliyesema kwamba yeye hatoishi miaka mingi. Akawa anatumia fedha zake hovyo. Anapata fedha, lakini akidai kwamba nyumba yake ni mfuko wake. Alipofika miaka ya uzee, fedha kupatikana ni ngumu, na yeye akaanza kutangatanga. Mwisho wa siku akawa chokoraa, ni mzee halafu ni chokoraa. Angalia maisha haya. Alitegemea angekufa mapema, lakini Mungu alimuweka miaka mingi. Hii inatufundisha kwamba na sisi tujikague leo, ili mradi kesho yetu isije kuwa kama hivyo. Ni heri upambane leo hali ya kuwa una nguvu. Maana Biblia imeandika inasema fahari ya kijana ni nguvu zake. Kwa sababu nguvu za kijana anaweza akapambana kwa namna yoyote. Yaani zege akabeba, kuendesha daladala akaendesha, kukimbizana katika migodi akaenda, na kazi yoyote ngumu kwake maadamu yenye mafanikio kwake akaweza kuifanya. Lakini Biblia ikasema tena fahari ya mzee ni mvi zake, na kichwa chenye mvi ndicho kichwa chenye hekima. Lakini sio wote wazee wenye hekima, bali wengine hekima yao ishapotea na imepotezwa na dira ya maisha, maana hawakuweza kupambana kama ilivyobidi. Na leo hukumbuka ningeweza kufanya, lakini ameshindwa. Maana huja baadaye baada ya makosa. Ndugu yangu, nikukumbushe leo, katika dunia achana na kabisa na hayo mambo. Pambana ili kuipambania kesho yako, lakini kesho ya wanao na wajukuu zako pia. Maana utakuja kuletewa wajukuu nyumbani, na watoto wakiwa wanahudumia wajukuu pamoja na wewe utakuwa unakula. Lakini watoto hukuwajali. Je, nao watakuletea wajukuu ili upate kula? Itakuwa ni ngumu. Watoto wao watawapeleka boarding.